Kimsingi kulingana na sheria yetu ya usimamizi wa rasilimali za maji namba 11 ya mwaka 2009 na maboresho yake ya mwaka 2022, mita 60 kutoka kwenye vyanzo vya maji haturuhusiwi kufanya shughuli za kibinadamu ikiwemo masuala ya kilimo. Sasa kwa kuwa tunatambua kwamba jamii imekuwa ikitegemea maeneo haya kwa ajili ya shughuli za kilimo, tunakuja na ubunifu mwingine wa kutoa miradi ya kipato kwa ajili ya kufanya shughuli zitakuwa ni rafiki wa mazingira, kama kufuga nyuki, kama kupanda miti ambayo ni miti ya viungo kama karafuu na vitu vingine, ili kwamba watatumia lakini si kwa kuharibu vyanzo vya maji. Lakini pia watakuwa na shughuli zingine za kipato kama vile kupanda miti, ufugaji wa samaki, maeneo yatakuwa ni nje ya yale maeneo ni hifadhi ya vyanzo vya maji, ili kuzuia uharibifu wa vyanzo vya maji, lakini pia jamii isikose kipato kwa ajili ya maisha yake ya kila siku. Mradi huu unalenga kurejesha maeneo ambayo yameharibika kupitia kampeni ya upandaji wa miti aina mbalimbali, hasa miti ya matunda kama vile mikarafuu, machungwa, miti ya viungo kama vile mdalasini na miti mingine. Kwa upande mwingine pia mradi huu unalenga kuhimiza shughuli badala za kipato kama vile ufugaji wa nyuki, ufugaji wa samaki pamoja na kilimo himilivu ili kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na kupunguza uharibifu wa vyanzo vya maji. Kwa upande mwingine, baada ya mradi kuisha, tunatarajia kuona ya kwamba tumerejesha kiasi cha hekari 3000 ambazo zilikuwa zimeharibika pamoja na maeneo ya ardhi oevu pamoja na maeneo shoroba ya kingo za mito. Lakini kwa upande mwingine pia mradi huu unakusudia kurejesha maji kiasi cha lita milioni 548 kufikia mwaka 2030, ambayo inatokana na utunzaji wa vyanzo vya maji na matumizi ya teknolojia bora za kilimo kwenye uwanda wa juu na kupunguza uharibifu wa mazingira. Mradi umelenga kuimarisha vyanzo vya maji na haswa katika kushirikiana na serikali kwenye kuimarisha usalama wa maji, ambapo mfumo wa kampuni ya Coca-Cola kwa nchi ya Tanzania umewekeza dola za Kimarekani milioni 1.94 kusaidia kurejesha bonde la maji la Wami Ruvu, huku pia ukilenga kujenga uwezo wa usimamizi wa vyanzo vya maji, ambapo utasaidia wakulima zaidi ya 2000 kutumia mbinu za kisasa. Lakini pia mradi huu ni sehemu ya mpango wa African Water Stewardship ulioanzishwa mwaka 2024 wenye uwekezaji wa dola milioni 25 katika nchi 20 za Afrika hadi mwaka 2030. Wahusika wakuu ni sisi bodi ya maji bonde la Wami Ruvu. Tunafanya kwa ushirikiano na halmashauri za wilaya 3 kama nilivyowatambulisha pale awali. Tuna halmashauri ya Mvomero, tuna halmashauri ya wilaya ya Morogoro, lakini pia tuna halmashauri ya wilaya, tuna manispaa. Beneficiaries kama pale inavyoonekana ni wadau ambao zaidi ya 5000 ambao watanufaika na utekelezaji wa mradi huu, ikiwemo asilimia ya wanaume 60 na wanawake asilimia 40 watanufaika na utekelezaji wa mradi huu. Ni kwa nini tumeamua kutekeleza mradi huu? Bodi ya maji bonde la Wami Ruvu tunatambua kwamba jukumu letu ni kulinda na kuhifadhi rasilimali za maji, lakini uhifadhi wa rasilimali za maji pekee yetu kama bodi hatuwezi kufanya kutokana na challenges au kuseme changamoto mbalimbali ambazo tunakuwa tunakabiliana nazo, na pia na kutokana na ukubwa wa usimamizi wa bodi ya maji bonde